Lazima mwanadamu awe anajua kwamba anaweza akalipenda jambo lakini ndani yake likawa lina shari, na anaweza akalichukia jambo lakini ndani yake likawa lina kheri. Unaweza ukampenda mwanamke, na ndo jamii ya Kiislamu imeoza kwa hali ya namna hii. Anaweza mwanamme akampenda mwanamke, mke wake wa halali akampenda, lakini yeye anaswali, mkewe haswali. Yeye anafanya mema, mke wake hafanyi mema. Bali mwanamke akafikia hatua akawa katika jamii ni mwanamke aliyekuwa muovu. Sheria, usiganganie mwanamume kwamba huyu mwanamke tumetoka naye mbali, mpe talaka. Sheria inaruhusu, Allah anapenda. Bali inawezekana mwanamke akamchukia mwanamume kwa tabia mbaya aliyokuwa nayo mwanamume. Sheria inamwambia mwanamke afanye khulu, ajiondoe, ili lengo la maslaha la ndoa libaki, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Ndatoa mfano wa kwanza. Katika jamii mwanamume anaweza kumpenda mke wake mapenzi ya dhati, lakini mwanamke akawa sio mwenye kufahamu kama anapendwa, akawa mwanamke ni muovu, na mwanaume akafahamu mke wake si mwema, lakini akaendelea kumshikilia. Hii ni hatari. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari kama inda Hakim fi Mustadraki, thalathatu yad'una Allah fala yustajabu lahum. Watu aina tatu wanamuomba sana Allah dua, Allah wape kheri, lakini Allah anawatazama, hawafunguli kheri. Anawatazama, hawapi kheri yoyote wanayoomba. Allah kila anavyoomba Allah hawakubali maombi yao. Allah amewapuuza watu wa aina tatu wa namna ile. Miongoni mwa watu Allah anawapuuza, Allah hawakubali maombi yao, wa rajulun, na mtu ambaye kanat indahu imra'atun sayyi'atun khulqi falam yutalliqaha. Mtu ambaye anaishi na mwanamke mwenye tabia iliyokuwa mbaya, kisha mwanaume yule hamwachi mwanamke kama yule. Inawezekana dua zetu tunazoziomba Allah atupe rehema zake, Allah anazizuia kwa sababu tumeshindwa kusimamia hata majukumu ya dhati yetu katika nafsi zetu.